Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji wa Even TV, mahali popote pale ulipo, matumaini yangu umzima wa afya tele. Lakini kama una changamoto, pole sana, na ni kuombe radhi kuchelewa kukuletea episodi hii ya 3 ya simulizi yetu ya mapenzi kati ya mbingu na dunia, kutokana na changamoto ambazo basi zilikuwa nje ya uwezo wangu. Lakini madam basi nimerejea kwa ajili ya kuweza kuendelea na simulizi hii ya mapenzi kati ya mbingu na dunia. Karibu sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ukisubscribe unakuwa wa kwanza kupata simulizi ya muendelezo wa simulizi pamoja na video nyingine ambazo nakuandalia kupitia Even TV. Karibu sana. Katika episodi hii ya 3 inaendelea pale tulipoishia, ambapo Faith amezuiwa kuonana na Brian na wazazi wake wanataka kumpeleka Bukoba, wakati Brian anakosa amani na kuamua kupigania upendo wake. Upendo wa kweli haupimwi kwa maneno, bali kwa ujasiri wa kupigania. Na kila moyo unaopenda kwa dhati lazima utajaribiwa. Brian sasa alikuwa kwenye vita ya moyo, vita kati ya mapenzi na heshima kwa wazazi wa Faith. Brian kwa hamu, "Hello, Faith, ni wewe?" Sauti ya rafiki wa Faith kwa huzuni, "Hapana Brian, mimi ni Neema. Nimekupigia kwa sababu sitaki uendelee kuteseka. Faith ameondoka jana, amesafirishwa Bukoba kwa mjomba wake." Brian kwa mshangao, "Nini? Ameondoka bila hata kuniaga?" "Aliomba umsamehe. Alisema atakupenda hata akiwa mbali, lakini wazazi wake wamekuwa wakimlinda sana." Simu hiyo ilimvunja moyo Brian, lakini badala ya kukata tamaa, aliapa moyoni mwake, "Sitakubali upendo huu ufe bila mapambano." "Ni nani huyo anagonga mlango kwa nguvu hivyo?" "Samahani mzee, ni mimi Brian. Naomba dakika 5 tu kuzungumza nanyi." "Brian, hujui tumezuia mawasiliano yako na Faith? Unataka nini tena?" "Nataka tu kusema sipigani na ninyi, napigania moyo wangu. Nampenda Faith na niko tayari kubadilika, kufanya kazi, kujituma, mradi tu niwe naye." "Kijana, mapenzi yako yananikumbusha ujana wangu, lakini dunia ya leo si ndoto tu, ni majukumu." "Una nini cha kumpa binti yangu?" "Sina mengi, lakini nina moyo wa kweli. Naamini mwanamke hatulizwi na mali, anatulizwa na upendo wa dhati na heshima. Upendo haujarishi moyo peke yake Brian, unahitaji maisha. Usitake kumwangusha Faith kwenye umaskini wako." Huyo ni mama Teresa kwa sauti ya ukali akizungumza. Maneno hayo yalimuumiza, lakini hakujibu kwa hasira. Alinyamaza, kisha akasema kwa sauti ya upole, "Nitajituma mama, na ninauthibitisha upendo wangu kwa vitendo, si maneno. Lakini tafadhali mwambieni Faith asinisahau." Mzee Magesa kwa upole alimjibu Brian, "Kijana, nenda, wakati utasema
mengi kuliko maneno. Brian aliinama kwa heshima akaondoka, lakini moyoni mwake kulikuwa na maumivu makubwa, maumivu ya kumpenda mtu ambaye dunia nzima inakupinga. Mvua ilianza kunyesha, lakini hakukimbia kujificha. Alitembea barabarani akifikiria maisha yake. Je, mapenzi haya yanastahili mateso haya yote? Lakini moyoni mwake sauti moja ilijibu, ndiyo, kwa sababu ni upendo wa kweli. Siku chache baadaye, Brian alipokea simu tena kutoka kwa Neema. Faith alikuwa ameugua kwa mshtuko wa moyo mdogo kutokana na msongo wa mawazo. Brian kwa hofu akauliza, ni hospitali gani? Naenda sasa hivi. Alikimbia bila kujali mvua wala umbali. Alifika hospitali akiwa ameloa maji. Akamkuta Faith kitandani akiwa dhaifu. Brian, nilijua utakuja. Niliomba Mungu tuonane hata dakika moja tu. Brian kwa sauti ya upendo, sikuwa naweza kuishi bila kukuona. Nilijaribu kuwa jasiri, lakini moyo wangu haukutulia. Faith kwa machozi alimjibu Brian, Brian, usijilaumu. Kama ni mapenzi ya kweli, basi Mungu atayalinda. Lakini nakuomba usipoteze matumaini. Brian alimshika mkono, machozi yakimtiririka, na kwa muda huo mfupi dunia ilisimama kimya. Walisahau maumivu, walikumbuka tu upendo uliowakutanisha. Samani, muda wa kuingia umekwisha. Ni sauti ya daktari akiwajulisha waliokwenda kuwatazama wagonjwa kwamba muda wa kuwatazama wagonjwa umekwisha kwa wakati huo. Brian kwa upole, tafadhali, dakika moja tu. Daktari alimjibu, dakika moja pekee. Faith kwa tabasamu hafifu alimwambia Brian, Brian, usinitazame kwa huzuni. Haya ni majaribu, lakini nitapona kwa sababu moyo wangu una imani yako. Brian alijibu, nitakusubiri Faith. Hata ikichukua miaka 10, sitakata tamaa. Brian alitoka hospitali akiwa kimya. Alipofika nyumbani, mama yake Rehema alimkuta akiwa amenyamaza kando ya dirisha. Mama Rehema akamwambia Brian, Brian mwanangu, mbona umekuwa wa huzuni siku hizi? Ni yule binti tena? Brian alijibu kwa upole, ndiyo mama. Lakini mama, siwezi kumwacha. Ananifanya niamini bado kuna wema duniani. Mama Rehema kwa upole zaidi akamjibu Brian, nilimkosea mwanangu. Nilimjaji kwa haraka. Kama anakufanya uwe mtu bora, basi ana thamani kubwa. Maneno ya mama yake yalimpa nguvu mpya. Alijua mapambano bado hayajaisha. Lakini sasa alikuwa na upande mmoja wa wazazi wake. Aliahidi moyoni, nitapigania upendo huu hadi mwisho. Hadi mwisho. Lakini je, wazazi wa Faith watabadilika? Na je, Faith atapona na kurudi tena mikononi mwa Brian?
au hatima yao itaandikwa kwa machozi? Majibu yapo kwenye episodi ya 4 ya simulizi hii, Mapenzi kati ya mbingu na dunia. Mwisho wa episodi ya 3 ni mwanzo mzuri wa episodi inayofuata. Usisahau kusubscribe kwa wewe ambaye bado haujasubscribe, ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa simulizi hii ya Mapenzi kati ya mbingu na dunia. Msimuliaji wako ni mimi Kiliwan. Asante na nikutakie wakati mwema. Tukutane katika episodi inayofuata.